Sisi wakati tunakuja hapa kuletewa mambo ya tutam hapa na upuzi imejaa huku sehemu yetu ya Kalenjin. Ati wanataka tuchukie Wakikuyu. Na pia ni kikundi hivi kameshikana kakina Omar, kina Cherargei, kina Oscar Sudi, kina hao watu wengine. Ati tuchukie hao Wakikuyu. Wachani niwaambie, sisi ujinga yenye tuko nayo ni kusema tutam na hakuna maendeleo. Wakenya wacheni niwaambie ukweli. Na mimi nawaambia ukweli mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu nimekuja kujua hawa viongozi wetu kwa nini wanataka tukue na chuki kila wakati. Mimi nimekuja kujua haki ya Mungu, nimekuja kujua. Unajua ni kwa nini nyinyi kwanza jamii yangu ya Wakalenjin? Wacheni niwaambie. Hawa watu wanataka tukosane na hawa watu wa Kikuyu ndio tusianze kufunguka macho tujue ukweli wa mambo. Unajua leo nilikuwa mahali panaitwa Kikambura. Kikambura ni sehemu nilisikia ni ya Kikuyu, huko Kikuyu constituency. Ya huyu kajamaa kanaitwa Kimani wa Ichung'wah. Nawaambia wacheni niwaambie. Sisi tunasema mambo ya tutam huku kwetu Bomet. Tunasema tutam pale huku mahali tunaita Kericho. Tunasema tutam huko wacheni niwaambie. Haka kajamaa kamefanya kazi na ni kerevu. Sisi wakati tunakuja hapa kuletewa mambo ya tutam hapa na upuzi imejaa huku sehemu yetu ya Kalenjin. Ati wanataka tuchukie Wakikuyu. Na pia ni kikundi hivi kameshikana kakina Omar, kina Cherargei, kina Oscar Sudi, kina hao watu wengine. Ati tuchukie hao Wakikuyu. Wachani niwaambie, sisi ujinga yenye tuko nayo ni kusema tutam na hakuna maendeleo. Nilitembea huko mpaka mahali kunaitwa Kabete, mahali kwa jamaa anaitwa wa Machukuru huko, na kuambia barabara zimetengenezwa my friend, na kuambia tuko nyuma, sisi tuko nyuma. Sasa sisi wa Kalenjin tusipoerevuka, hata hii kiti tupatie Mkikuyu hii ya urais, kwa sababu ukiangalia wakati wa Emilio Mwai Kibaki barabara at least zilitengenezwa. Kumbe hao wakubwa wetu ma MP ma governor ndio watakai kufanya kazi. Lakini hapa tunaona ni kama Mkikuyu ndio anachukuanga pesa yote. Hakuna. Nilikuja kujua hao watu wanga wanapatiwa pesa equally, lakini watakai kutufanyia kazi. Alafu hapa jamaa anakuja anaanza kutuambia sijui nini. Wanataka ati Mkikuyu akue 41 against 1. Hakuna kitu kama hiyo. Wajeni tuambie, hatutafika mahali hapo. Wakikuyu ni ndugu zetu, ni dada zetu. La hatuwezi tukachukua timishale tudunge ama tuchukue kisu tudunge Mkikuyu mwenzetu. Hakuna. Kama mnataka tuseme ni ukabila ati sijui ni 41 against 1 hawa Kikuyu. We are all Kikuyus. Wacheni niwaambie, Wakalenjin tuache hiyo ujinga. Na Wakenya wengine kama Wamasai, Wajaluo ulizeni huyo gavana wako amekuletea nini kwa hiyo kaunti yako. Uliza huyo MP amekuletea nini kwa hiyo constituency yako. Waache hiyo mambo ya kulete mambo ya ukabila hapa. Na mimi najua hiyo ndio target. Ndio hataki tujue Wakikuyu si tuchanue. Ukiangalia hata wakati wa Kibaki barabara ziliendelea vizuri. Uchumi ilikuwa sawa. Kuja wakati wa Uhuru Kenyatta, huyu mlikuwa mnasema sijui alikuwa ameiba. Uhuru Kenyatta alitengeneza bado mabarabara. Mashule ilikuwa sawa. Infrastructure zilikuwa sawa. Saa hii wakati wa huyu mtu wetu tunashinda tukisema mtu wetu Chebobo mtu wetu. Ametusaidia na nini? Alafu tunataka kusema hata hapa tutam tutakula. Tutengenezee sisi tunataka mtutengenezee kaunti zetu. Na constituencies zetu na wards zetu. Tukae vizuri kama watu wa mlima. Sasa hapa mambo ya chuki mnataka kutuletea mambo ya chuki hapo ndio tusijue ukweli. Nyinyi mtaenda. Hata 2027 tutaingisha Mkikuyu. Hata hatutaki kujua atatoka wapi. Sisi Wakalenjin ni kama unapatiwa mti ya tunda. Ukate tunda, unakata mti yote. Unataka kwenda kukulia kwako peke yako. Utaki kusaidia Wakenya wale wengine. Hiyo ni kitu hatutakubali 2027. Lazima mtaenda nyumbani.